Wasaili sifa za moyo wangu na kuabudu niliumba ni kuabudu na kuabudu Mungu wangu na kuabudu Yesu wasaili sifa za moyo wangu na kuabudu Bwana uliniumba ni kuabudu Bwana na kuabudu Mungu wangu na kuabudu Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu Bwana, asante kwa sababu Bwana ni wakati mwingine ambao Bwana umetupatia Roho Mtakatifu Bwana tupate kuelewa yale yale mapenzi yako, kwa sababu Mungu umesema mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, mkiyatenda yale ni waamuruyo. Roho Mtakatifu Bwana, karibu basi Baba ukapate kufunua yote ya Bwana kwa Roho wako Mtakatifu, ili Bwana ukapate kuatia muhuri katika mioyo yetu Bwana. Hata yule adui mwovu shetani hata napata nafasi tena ya kuiba, kuharibu neno ambalo Bwana akalipanda ndani yetu. Baba, ndipo nakwenda kinyume na kila kazi mbovu za shetani. Umesema tazama nimewapa amri na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala kuna kitu kitakachodhuru. Msifurahi kwa vile pepo wanavyotii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu mwaminifu Bwana. Funika kwa damu yako mwana kondoo. Sema asante ewe Jehova Shama. Pokea Bwana utukufu, heshima na shukrani Jehova Shama. Nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi somo letu la leo ambalo tutakwenda kujifunza lina kichwa cha somo kinachosema Yesu Kristo katika malango ya kuzimu. Yesu Kristo katika malango ya kuzimu. Hili ni somo ambalo ni maalum sana, ni somo ambalo kwa mtu yeyote ambaye ameokolewa anabudi kulifahamu. Ni somo ambalo mtu yeyote anapaswa kujua mambo haya ili aweze kutambua huyo Yesu ambaye aliyemfia msalabani alifanya kazi gani na ni kwa nini alikwenda kwenye malango ya kuzimu. Alikwenda kufanya nini na ni kwa nini aende, kwa nini asiache kwenda kule. Sasa ili itakwenda kutupatia picha nzuri na kutufungua kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Ni kwa nini niseme Yesu Kristo katika malango ya kuzimu? Kwanza tutakwenda kuiangalia kuzimu. Kwanza tangia enzi za Biblia, kuzimu wao walikuwa wanaitambua watu kwa mazingira gani? Utaona yuko Yakobo, ambaye Yakobo alikuwa na watoto wake, alikuwa na kina Reubeni na kina Yusufu. Lakini baada kwa Yusufu amekamatwa na wao ndugu zake wakaenda kumuuza, hatimaye walimtupa kwenye lile shimo. Ndipo baadaye wakatokea watu ambao walikuwa ni wanunuzi, hatimaye Yusufu akauzwa. Baada kwa Yusufu ameuzwa, Yakobo sasa alipoambiwa zile habari za uongo, Yakobo alilia akaitaja kuzimu. Utaona katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 37. Mwanzo sura ile ya 37. Tutaanzia hapo ili tuweze kupata mwanga mzuri zaidi. Mwanzo ile sura ya 37, tuanzie ule mstari wa 33. Akaitambua akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu
mnyama mkali amemla, bila shaka Yusufu ameraruliwa. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Angalia hapa Yakobo anasema kwamba atamlilia mtoto wake huyo ambaye ni Yusufu, tena sio kumlilia tu bali atamsikitikia mpaka kuzimu. Sasa hii kuzimu ambayo uko unaisikia leo, tangu zamani kuzimu imekuwepo, lakini hizi kuzimu zimegawanyika katika matabaka tofauti. Hiyo kuzimu ambayo anayosema Yakobo, hii ilikuwa ni kuzimu ambayo wanaokaa watakatifu, lakini walikuwa tu hawakai tu watakatifu tu, ila ilikuwepo na kuzimu tena nyingine ambayo inakaa watu ambao wako kwenye vifungo. Sasa hiyo kuzimu yenye vifungo ndio ile kuzimu ambayo shetani huwa anakuwa nayo. Unakuta nakaa na wachawi, wanafanya mipango, agenda ya kuja kuharibu dunia. Hiyo ni kuzimu ambayo shetani huwa anaweka watu kwenye vifungo mbalimbali au kwenye magereza mbalimbali. Lakini ukiacha ile kuzimu ambayo walikuwa nakaa watakatifu, ilikuwepo kuzimu nyingine tena ambayo ndio jehanamu ya moto, ambapo mtu aliyekufa akiwa alikuwa amekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu tangu wakati wa mwanzo, huyo mtu alikuwa anakwenda kabisa, kama amekufa kwa muda wa Mungu sahihi, huyo mtu alikuwa anakwenda kwenye ile kuzimu ambayo ni kuzimu ambayo tunaitambua kama jehanamu ya moto. Lakini haishi tu hapo. Utakwenda kuangalia vizuri kwamba ni kwa nini Yesu Kristo sasa yeye anakwenda kuingia kwenye ile milango sasa ya kuzimu na kwenda kule ndani kabisa. Sasa hii kuzimu ambayo niko naeleza hapa ya wakati ule ambao ni wakati wa tangu zamani, utakwenda kuangalia kulikuwa na watu wawili ambao kwenye Biblia waliotajwa. Wa kwanza alikuwa ni tajiri, alafu wa pili alikuwa ni maskini, Lazaro. Utakwenda kuangalia wale wote baada ya kuwa wamekufa wakazikwa wote pamoja, wote waliingia kuzimu. Ila ile kuzimu ni kuzimu ambayo walikuwa wanaonana. Yaani ulikuwa unaweza kumuona yule pale fulani anaungua, huyu hapa yuko hapa hayupo kwenye mateso, manake walikuwa wanaonana ila hawawezi kufikiana kwa sababu waliwekewa distance ambayo iliwatenganisha, lakini walikuwa na uwezo wa kuonana. Katika ile Luka sura ya 16, Luka ile sura ya 16 sasa tutaanzia ule mstari wa 19. Luka sura ya 16 na ule mstari wa 19. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Hapa kwanza lazima tuelewe neno kifua ilikuwa inataja nini. Sio kama hii chesti wengine wanaofahamu kama kifua cha mtu, hapana. Hiki ni Kiswahili cha zamani ambacho kilitumika. Neno kifua ilikuwa inataja ni mahali ambapo ni karibu na yule muhusika. Yaani alikuwa yupo karibu na Ibrahimu, hakuwa kwenye kifua kabisa kama kalala kwa Ibrahimu, hapana. Ila alikuwa ni mazingira ambayo yupo karibu na Ibrahimu. Sasa tutaendelea vizuri hapo. Utaona ule mstari wa 23 sasa. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali, unaona, na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Na ndio maana lazima watu tujue kwamba baada ya kufa tu ni hukumu. Unaona, tajiri anakufa sekunde hiyo hiyo yupo kwenye moto. Sasa huyu tajiri huyu, angalia, anamuona Lazaro. Manake walikuwa wote wapo kuzimu ambayo wanaonana. Sasa tushuke chini kidogo kwenye huu mstari wa 25. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa nafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo,
kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, unaona, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Manake walikuwa wametenganishwa na shimo, ila wote wanaonana. Yani wanaona hawa hapa wanachemka na hawa hapa wanaona hawa hapa wanakula raha. Sasa walikuwa wametenganishwa katika mazingira ambayo hawawezi kukaribiana au kusogeleana. Sasa katika mazingira hayo ambayo tunaona kwamba kuna hizo kuzimu, Yesu Kristo anakuja kuongea kitu kimoja. Akasema wakati anamwambia Petro, akasema Petro, akasema wewe ndiye mwamba. Akasema na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitapata nafasi ya kulishinda. Utaona wakati Yesu anaongea hivyo, lazima kwanza tujue kwamba milango ya kuzimu iko mingi ya kuingilia. Kuna wengi watumia vyoo, kuna wengi watumia vichuguu, wengine watumia kwenye makolongo, kwenye maeneo ya takataka. Ni maeneo tu mengi. Hata ukisikia wachawi wanakueleza kabisa kwamba walikuwa wanaweza kuingia kuzimu kupitia vitu fulani. Milango iko mingi, ila wanakoenda sasa wengi waga wanakwendaga pale ambapo shetani waga nakaa na kutesa wanadamu, ambao wengine unakuta wako duniani, inatokea ajali, mtu anakufa, mnaanza kulia machozi, kumbe hajafa ule wakati wa Mungu, ila yupo kwenye ile kuzimu ambao shetani anawapeleka watu. Anaweza mtu akafanywa kwa msukule, mwingine wakamla nyama kabisa, wakamtafuna kabisa. Yani kuna mama wengi mnazaa watoto, mimba zinaporomoka, wengi wanachukuliwa na shetani, anawafungia kuzimu, na mpaka sasa hivi yako magereza ambayo watoto wanafichwa. Yaani unakuta mtoto anafikiri yuko amekufa, kumbe yupo. Kazi yake kule wanamfundisha kuwa mchawi. Hatimaye anaanza kuja kukusumbua wewe mwenyewe ambao uliyemzaa. Na hasa wengi ambao unakutaga wamezaliwa katika mazingira ambayo hayana wokovu, hawa watu wengi waga wanapataga shida sana isiyokuwa ya kawaida. Sasa utaona kuna kitu ambacho kilikwenda kutokea baada ya kuwa Yesu Kristo sasa, yeye kumbukeni kwamba baada ya kupigwa pale msalabani, yeye alishuka hapo akaenda akazikwa. Baada ya kuzikwa kule, yeye kazi ilikuwa inaendelea. Yesu alikwenda sasa ile kuivamia ile kuzimu yenyewe, akaenda kuingia, na ziko sababu ambazo zilimfanya yeye Yesu Kristo aende kuingia kwenye ile milango ya kuzimu. Na kuna mambo mengi sana ambayo Yesu alikwenda kuyafanya. Sasa utaenda kusikia jambo moja baada ya jingine ambalo Yesu alikwenda kufanya kuzimu, baada ya kuwa tayari sasa yeye ameshuka kwenda kuyakabiri yale malango ya kuzimu. Ni vitu gani alivyokwenda kuvifanya? Ili jambo litakufungua sana ufahamu na utaenda kuona kitu fulani hapa. Yesu cha kwanza kabisa alikwenda kuhubiri injili wale ambao waliokuwa ni mateka, ambao shetani aliwateka. Ni kwa nini Yesu alikwenda kuhubiri kule? Kwa sababu mkumbuke kwamba kwanza wale watakatifu ambao waliokuwa kule, alipokwenda wengine aliwahamisha akawatoa. Hiyo kuzimu ambao mnasikia aliyokuepo Lazaro ndio ilikuwa inaitwa paradiso au peponi. Ndio maana leo hii mtu wa Mungu usihubiri mtu kamwambia leo nakwenda peponi. Sio peponi, pashaga hamishwa. Sasa hivi tunakwenda mbinguni ambako yuko Mungu mwenyewe. Ila wengi wanatumia tu lugha tofauti kwamba sasa hivi kuna peponi. Sasa hivi hakuna peponi. Ile pepo mnayosikia ilikuwa ndo ya kule kuzimu. Ila sasa hivi tunakwenda mbinguni aliko Mungu mwenyewe. Kule walishaga hamishwa. Sasa Yesu alikwenda kuwahubiri aina fulani ya watu. Aliokwenda kuwahubiri ni wale ambao unakuta kwa mfano, kuna watu wengi wako duniani sawa, ila wengine shetani amewakatisha maisha wakiwa bado hawajafanya ile kazi ya Mungu. Mnakumbuka wengi wako watu ambao wamekwenda kuzimu wakachukuliwa na shetani. Hatimaye Yesu akawatokea kule kwa sauti, wengine akakutana nao. Hatimaye wakarudi duniani, baada ya kuja duniani wakaendelea na kazi ya wokovu. Kwa mfano hata hapa Tanzania kuna baadhi ya watu ambao mmekwisha kuwasikia, kwa mfano kina Amerika Tekela, ni watu ambao walichukuliwa na kuzimu wakaenda, ila walikuwa na kazi ya Mungu ambayo wanapaswa kuifanya. Kwa hiyo Yesu wale watu waga hawezi kuacha hivi hivi. Anapoona kuna watu ambao wamekatishwa maisha, wanapaswa kufanya kitu fulani, hao ndio Yesu alishuka sasa wengine kwenda kuwatoa. Angalia katika ile waraka kwanza Petro ile sura ya 3, tutaanzia ule mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 19. Waraka wa kwanza Petro sasa ile sura ya 3 mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 19. Hapa Biblia inasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa,
bali roho yake akahuishwa. Ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Unaona, alipokwenda kule kuzimu, wale kulikuwa na roho ambao walikuwa kule kifungoni kule kuzimu, ndio akaenda kuwahubiri. Na ndio maana baada ya Yesu kufufuka, alipokwenda, kuna miili mingi ya wafu iliinuka. Ni kweli wako baadhi ya watakatifu walitoka kule makaburini, ila miongoni pia mwa watu waliorudi ni miongoni mwa wale waliokuwa wamekufa, ambao baada ya kushuka kuzimu aliwapelekea kule injili wakatoka. Angalia sasa katika ile Mathayo, wakati Yesu sasa anakwenda kufufuka, katika Mathayo ile sura ya 57 kuanzia ule mstari wa 51 hapo. Mathayo mtakatifu ile sura ya 57 sasa. Mathayo sura ya 27 kuanzia ule mstari wa 51 mpaka wa 53. Okay, au tuanze ule mstari wa 50. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Kuna watu wengi sana ambao waliofufuka kutoka kule makaburini mwao. Kumbukeni na Yesu aliwaendea ambao pia waliokuwa kwenye vifungo, akawaendea akawafuata. Sasa katika mazingira ya hawa watu ambao walikuwa wanavuka, Yesu alikuwa vile vile akiashiria na kuwaonyesha watu kwamba hata siku ya parapanda itakapolia atakapokuja, kuna wengine pia watakuja kufufuka. Ili jambo nimekwisha kulifundisha sana, kwamba wale waliokusha kulala mauti watairudia ile miili yao ya asili, ambayo ile miili yao waliokuwa nayo tangu wakati wako duniani, hatimaye wataanza kuondoka kupaa kwenda juu mbinguni, na sisi ambao tuko hai tutaungana nao, alafu tutakwenda kunyakuliwa na Bwana hewani mawinguni. Sasa Yesu Kristo baada ya kufika kule, si kwamba alifanya hicho tu, hapana. Kuna kitu kingine alikwenda kukifanya kule kuzimu. Niwakumbusha kitu kimoja, kwamba baada ya kuwa Mungu alipomweka duniani ni Adamu na Hawa, aliwaambia kwamba, tena akamwambia Adamu, nimekupatia hii dunia na samaki waliomo ndani yake, waongoze utawale vyote vilivyoko ndani. Akasema nimekupa, viko kwenye uwezo wako. Adamu na Hawa walipomkubalia shetani kula matunda yule mti, ndipo shetani alipochukua vitu vyote vya duniani akavimiliki yeye. Na nakumbukeni niwaeleze, Yesu wakati yuko duniani, shetani alikuwa na ibilisi, wakaenda kwenye mlima. Shetani akasema hivi, akasema ukianguka kunisujudia nitakupa miliki zote hizi. Yesu hakukataa kwamba shetani, hizi mali sio za kwako. Yesu alijua kwamba shetani hivi vitu kashajimilikisha. Kwa sababu gani? Imeandikwa kwamba yule unayemtii kufanya mapenzi yake anakuwa ni bwana wako. Hii dunia alikuwa ameshapewa mwanadamu. Baada ya kukubali kudanganywa, hii dunia akaichukua shetani. Ndio maana nendeni kwenye madini, wachima madini wote kwenye migodi yote ya dhahabu lazima watoe kafara, lazima wafanye uwaji usiokuwa kawaida. Kuna uzinzi, kuna uchafu, kuna uasherati, kuna ushoga, kuna ulawiti na ufiraji wa kupita kawaida kule. Kwa nini? Kwa sababu shetani kazi ili iende lazima wafanye uchafu, ndivyo anaweza kupatia madini. Tena kuna mwingine nimsikia juzi anasema eti kule kwenye migodi eti jini Maimuna ndiye anawapatia dhahabu. Kwa hiyo lazima wao wanaomba Maimuna. Tena nasikia siku za Ijumaa zikifika, wanasabu leo ni siku ya Ijumaa ya msikitini, angalau watatuombea kwa jini Maimuna tupe dhahabu, wanaomba. Unaambiwa kusema habari za Yesu kule kwenye migodi, ukasema Yesu, unaweza kupigwa mpaka sururu kafa. Wanasema usete habari za Yesu bwana. Yesu makanisani huko wanakataa kabisa, wachima madini wengi bange sana. Na hatimaye wengi akasema, kwani hizi bange si Mwenyezi Mungu ndo kaziotesha? Kumbukeni Mungu baada ya kulani Adamu na Hawa, mpaka ardhi ililaniwa, ikaanza kutoa mazao yanayotokana na laana, ili wanapoyatumia akili zao zianze kuharibika. Sasa kwa sababu hiyo, sasa Yesu Kristo ilibidi ashuke kuzimu kuchukua sasa zile enzi utawala, kuchukua zile funguo ambazo shetani alikuwa amezikamata. Yanaposema funguo ni vibali vya vitu fulani. Funguo, yani anaposema ufunguo, kumbuka kwamba funguo ndio inayotumia kufungua vitu vingi ambavyo vilivyofungwa.
Sasa yeye alikuwa ameshachukua tayari hata funguo za watu kupata mafanikio, funguo watu kupata hiki na kile, yani kawanyang'anya wanadamu vitu ambavyo Mungu alivyowapatia. Kwa hiyo ilibidi Yesu ashuke kwenda kule kuzimu, akaanza kufanya vitu fulani. Kuna mambo kwanza tuanze nayo. Kwanza tuangalie kwenye Wakolosai ile sura ya 2 kwanza ule mstari wa 13. Wakolosai sasa ile sura ya 2 na ule mstari wa 13. Hapa Biblia inasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutoka kutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kwanza ilikuwepo hati ambayo shetani alisema, Mungu, hawa watu hawa ni wajinga, sio wa kwako, hawa ni wa kwangu, kwa sababu uliwapa dunia, wamekubali, tumewadanganya, tumechukua, hao ni watoto wetu. Kwa ile hati ya mashtaka ambayo shetani huipeleka kwa Mungu wakati wote, Yesu yeye aliifuta. Itarudi kwako utakapokuwa ukiishi maisha ya dhambi. Shetani atasema, kwa kuwa kaishi maisha ya dhambi, huyu ni wa kwangu. Sasa utaona hapa tukiendelea chini, akaiondoa isiwepo tena, akagongomea msalabani, akisha kuzivua enzi na mamlaka. Anazivua enzi, maana anamuondolea shetani enzi zake na mamlaka zake, anamuondolea na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Utaona Yesu Kristo wakati anakufa msalabani, wengi hawajuagi, inasadikiwa alikufa ametanua mikono kama mnavoonaga kwenye ule msalaba jinsi ilivyo. Pale inasadikiwa alikuwa anashangilia, yani kama mtu anashangilia kwamba ameshinda. Ndio maana ile mikono wao wana kama vile wameitanua, wanampiga misumari, kumbe pale ulimwengu wa roho Yesu anashangilia. Yani kwenye ule msalaba yeye alikuwa kishangilia kwamba tayari kuna ushindi ambao umepatikana. Na ndipo alipofanikiwa kushuka kule kuzimu, sasa akaenda sasa kuchukua zile funguo. Ndio maana akawa anasema, tazama sasa nimewapa funguo za nini? Funguo za kuzimu na mauti. Kwa sababu tayari anawaeleza kwamba tayari yeye ameshamaliza kazi. Ni wakati wenu sasa ninyi kama wana Mungu kusimama, kutawala na kuchukua vitu vyenu ambavyo yule mwovu alikuwa amewapokonya kwa ule ulaghai wake. Lakini ni kwa wale tu ambao watakaokuwa wamekubali kutubu dhambi na kuziacha na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na kuamua kuzitubu zile dhambi na kumaanisha kuziacha. Hao peke yao, hao ndio ambao Mungu atakaoweza kuwaelewa kwamba wanastahili kupokea hivyo. Utaona katika tuweze kuangalia vizuri kwamba Yesu Kristo anaeleza hapa katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 1 na ule mstari wa 18, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Angalia hapo tena, hapa utaona ile Mathayo sura ya 16 na ule mstari wa 19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hapo tayari Yesu Kristo anawaonyesha sasa kwamba tayari ameshachukua funguo za kuzimu na mauti. Ndio maana mtu wa Mungu, usiogope shetani wewe, tazama nimewapa amri na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala kuna kitu kitakachodhuru. Bali msifurahi kwa vile pepo anavyotii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Wewe mwana wa Mungu tayari wewe usiogope kuzimu. Wewe mchawi leo amekuja kwenye nyumba yangu, sijui nafanyaje, unatetemeka nini? Mabati anakanyaga kwenye mabati. Wewe kama umeokoka kweli, huyo mchawi hata kwenye bati lako hawezi kukanyaga, maana vitu vyako ni moto. Ukishaokolewa, nyumba ni moto, mabati ni moto, vitu vyako ni moto, nyumba yako ni moto. Unaogopa nini? Unasikia watu wengine wanaongea, mimi sijui wageni hawawezi kuja nyumbani kwangu, wanaweza kaeka uchawi. Wewe bado uijui nguvu ya Mungu. Wewe nguvu ya Mungu huwezi kuingaja na takataka. Yeye shetani ni kama kasisimizi mbele za Mungu. Yani shetani atakuwa na nguvu kwako ukiwa wewe ni mwenye dhambi, ila umeacha dhambi, shetani hana nguvu kwako. Yani wewe unaweza kumnyanyasa vile unavyotaka. Lakini ukisema mkemee wakati upo kwake yeye, ni sawa sawa na mfanyakazi anamkemea bosi wake, matokeo yake anafukuzwa kazi. Sasa utaona
Yesu Kristo baada ya kuwa amefanya hiyo kazi, wengi mtaona wakati ule ambapo Yesu alipokuwa anafufuka, yule malaika tu ambaye alikuwa pale kaburini, kuna tetemeko lilitokea. Watu wale walinzi wakawa kama maiti zimekufa, kama wafu, wanatetemeka, wanaogopa. Sasa huku tu duniani tu huku lilikuwa tetemeko ambalo si la kawaida. Je, kule kuzimu? Ndio maana Yesu Kristo, kuzimu kule ni moto usiokuwa kawaida. Alipokwenda kuzimu, mapepo walikimbia. Jana nakwambia kule palikuwa hapakaliki kwa sababu mwenyewe ameshuka na Yesu aliacha alama. Ndio maana mpaka sasa hivi ukisikia mtu ambaye ni mwabudu shetani kwamba ametaja neno Yesu, hata kama ni mwabudu shetani, akiwa kuzimu, hasara atakayosababisha, yani yule watamuua. Kwa nini? Yesu aliacha alama. Hata kuzimu kilitaja lile jina, kwa kweli shaka yeye akaacha alama, vitu vinatokea. Unaambiwa huwa ni kama vile ni mabomu yanalipuka, ni tetemeko, vitu vinalipuka, misukule inapotea, mapepo wanachanganyikiwa, yani wanahama njia. Kwa nini? Tayari ukishataja ni kama bomu limelipuka. Kwa alipokwenda kukabiri ile milango ya kuzimu, Ibilisi amefadhaishwa tayari pale. Ndio maana sasa mtu wa Mungu usikae kama vile mnyonge, yani kama vile mtu ambaye unatumaini mpaka unamwogopa shetani. Unamwogopa labda kwa kuwa wewe unaishi kwenye njia zake. Sasa Yesu Kristo kwenye milango ya kuzimu alikwenda kumaliza kazi. Alifanya kazi isiyokuwa ya kawaida. Tayari aliweza kufanya jambo ambalo lilileta ukombozi katika ulimwengu mzima. Na ndio maana utaona hata kwenye ile kaburi, baada ya kuwa wale watu wamedanganywa kwamba wanafunzi wa Yesu alipokuwa walikuwa usiku walikuja wakamuiba. Sasa ingetokea watu wenye akili wangewahoji maswali kwamba sasa ninyi ni walinzi, mmewaona kuwa ni wanafunzi wa Yesu wamekuja kumuiba, kumchukua, mbona hamjawakamata? Ilibidi watunge uongo kwa sababu walikutana na hofu isiyokuwa ya kawaida. Alishuka malaika, yule malaika tayari pale wao wakajiona kama ni maiti ambazo zimekufa. Unaona? Labda nigusie kidogo hii habari hapa uweze kuangalia kitu ambacho kilitokea. Ndio huku duniani huku. Hata kule kuzimu ilikuwa ni kasheshe kule. Yaani haya yalikuwa kama matokeo yanayoonyesha kwamba muone kuzimu dalili ambazo zimetokea kule. Katika ile Mathayo ile sura ya 28 tutaanzia kwanza ule mstari wa kwanza. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingilisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumuogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia, wale wanawake msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnatafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Sasa angalia vizuri. Huyu Yesu Kristo baada ya kuwa yeye wameshaambiwa kwamba kachafufuka, upande wa pili sasa kwa wale walinzi ikawa ni kizaazaa. Angalia mstari wa 11. Usikie vizuri hapa. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, rushwa hiyo, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. Angalia, eti wanafunzi walikuja kumuiba. Sasa kama walikuja kumuiba na mmewaona ni wanafunzi, mmewajua, mbona hamjawakamata? Wangehojiwa maswali hayo, wangenyamaza kimya. Ila ni kwa sababu walikuwa wameshapewa pesa, na ni uongo, na uongo unasambaga sana kuliko ukweli. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa. Na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Na ndio maana hata Waislamu ukisema Yesu alifufuka, yanakataa. Yesu hajafufuka, ni huu uongo mpaka leo unaendelea.
Na Biblia imesema hata leo, na kweli ukiwaambia mpagani Yesu alifufuka wanakataa. Ni uongo wa tangu siku zile. Kwa hiyo yote walikuwa wataka kutuku fumba kwa sababu kuzimu waliona cha moto. Kwa Yesu Kristo kule kwenye milango ya kuzimu alikwenda kumwaibisha shetani kwa namna isiyo ya kawaida. Hiyo ndio kazi Yesu alikwenda kufanya kule kuzimu. Alifanya kazi isiyokuwa ya kawaida. Sasa wengi tunajua tumeokolewa. Mnakumbuka Biblia inasema kwamba watu hawa ni watu walioibiwa, wamenaswa katika mashimo, katika magereza, wamefichwa, wamekuwa ni mateka ya adui. Sasa kuna watu wengi wako duniani wameibiwa vitu vyao. Wako walioibiwa ndoa, wako walioibiwa watoto, wako walioibiwa vitu vingi. Wengi wanabeba mimba, zinaporomoka mimba zao, shetani anachukua na beba, wanaenda kufundisha uchawi. Wengi wanaibiwa vitu vingi. Ni wepesi mungefanya maombi mkaomba, Mungu angewaonyesha kuzimu imejaza watoto wengi, yako magereza mengi. Na ndio maana shetani ametengeneza dhambi baada ya kugundua Yesu ameshakuja kuwakomboa watu. Sasa anawatengenezea dhambi za kuwagnasa ili apate kuwaibia tena. Kwa hiyo unaweza kujikuta wewe umeokolewa, labda ufanyage maombi, labda bado hukai sana kwenye utakatifu, hatimaye vitu vyako vimeibiwa. Hapo jue una kazi ya kufanya. Kwanza huwezi kwenda kumdai shetani vitu vyako wakati wewe mwenyewe ni mwenye dhambi kama shetani mwenyewe. Unawezaje kudai Mungu akusaidie hiki wakati wewe mwenyewe uko kwenye njia ya kishetani? Lazima kwanza utoke kwa upande wa shetani, alafu uwe mwana wa Mungu. Huwezi kusema jamani leo mke wangu habebi mimba mwaka wangapi huu, jiangalie kwanza. Wengi sio kama ni majaribu, wengine tu ni wenye dhambi. Hamjakubali kumwamini Yesu na kumpokea, shetani atawasumbua sana. Kwa hiyo ni mpaka kumwamini Yesu, umkubali, umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wewe kama ulikuwa umeokolewa, uanze kwanza kuomba toba. Ukishaomba toba, Mungu akusamehe. Akisha kusamehe, ndipo uwe na ujasiri wa kumwendea shetani. Unajua tumekuwa na walokole wengi, tumekuwa tukijitumainisha sisi tunaweza kumpiga shetani. Unampiga wakati wewe mwenyewe unafanya kazi zake. Ili umpige, utoke kwenye kazi zake kwanza, ndipo uweze kumpiga. Sasa hapa tutakwenda kwanza kuomba toba. Hii toba Mungu atakusamehe pale ulipokosea ukawa mwana wa shetani. Ukishasamehewa sasa utakuwa mwana wa Mungu. Ukishakuwa mwana wa Mungu sasa una haki ya kuenda kuzimu. Unajua sasa hivi kuzimu walokole wengi wameiacha. Yaani Wakristo tumeacha kuzimu ina starehe. Yaani kuzimu tunapaswa kuichoma na moto. Uchome, peleka moto, choma waungue ili na wao waache. Wanaua vitu vyetu, wanakamata watoto wetu, wanaosha maroho ya ajali, wanafanya vitu vibaya, na sisi lazima tuagize moto, tuchome zile njia zao, tuwafuate waliko, tuwabomoe, tupeleke ule moto wa Yesu Kristo ili na wenyewe waweze kuona kama leo Wakristo wanawapa shida duniani. Sasa siku hizi watu hata ule moto haupo. Shetani amestarehe, anashangaa Wakristo gani hawa? Wakristo wa zamani walikuwa ni moto. Kuzimu ilipata shida. Kina Paulo walikuwa ni moto. Hata nyimbo za kizamani zilikuwa zinampa shida shetani, lakini siku hizi ndio watu kwanza wanamimbia ibilisi mwenyewe makanisani. Sasa hapa naanza na wewe ambaye hujaokoka bado. Wewe unajijua hujaokoka kabisa, ni mwana wa shetani kabisa. Hata ukifa sasa hivi wala Mungu hawezi kukupokea. Unajijua kabisa kama wewe ni mwenye dhambi, ni mwana wa shetani. Kwenye ulevi umo, kwenye sigara umo, kwenye ushoga umo, kwenye usagaji umo, kwenye ufiraji umo, kwenye bange umo, bado kanisani huendi. Yaani wewe ni mpagani na ni mwana wa shetani. Kufanyika mwana wa Mungu ni rahisi. Baada kuyasikia haya, ukubali tu kuongoza sala ya toba. Baada ya hapo Yesu atakusamehe dhambi zako na utakuwa ni mwana wa Mungu. Hata kifa sasa hivi utakwenda mbinguni na utaweza kumwendea shetani na kumwambia vitu vyangu lazima uvirudishe. Aliiba afya yako itarudi, aliiba mke wako atarudi, aliiba watoto wako watarudi, aliiba ndoa yako itarudi. Sasa wewe mbona jijua kwanza hujaokoka? Naanza na wewe kwanza. Njoo sasa uje mbele za Mungu, ufatishe haya maneno unayokwenda kuongea. Hapo amini Mungu sasa atakusamehe. Sasa sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Kweli mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu zote, nikimaanisha kuziacha. Ninakuamini Bwana Yesu. Bwana Yesu, futa jina langu katika vitabu vya hukumu na mauti. Andika jina langu
katika kitabu cha uzima wa milele. Na mkataa shetani na dhambi zake zote na kazi zake zote. Bwana Yesu nisamehe, naomba nibadilishe Bwana Yesu, unipe uwezo wa kushinda dhambi. Bwana Yesu ninaomba nisamehe. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umenisamehe na umeniokoa katika jina la Yesu. Utanyamaza kimya, nitakuombea, halafu kisha na wewe uliokoka sasa utakwenda kuomba kwanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, umesema kwamba Bwana yeyote ajaye kwako hautamtupa nje kama. Mtoto wako Bwana amekuja mbele zako, ametubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha. Na kusihi Bwana uwasamehe na kuondoa uovu katikati yao. Neema yako ya kushinda dhambi iweze kuwa katikati yao. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu mwaminifu. Bwana, nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Sasa wewe uliokolewa, umejijua kabisa kwamba umefundishwa mafundisho mengi, ukawa bado unakwenda kwenye njia za kishetani, na wewe uje mbele za Mungu sasa. Wewe kaombe toba wewe mwenyewe. Unaelewa kwamba kuna sehemu nimekosea Mungu. Njoo mbele za Mungu sasa. Anza kutubu, mwambie Bwana naomba unisamehe. Mwambie ni kweli Mungu, nilijua kwamba nilipaswa kuishi maisha fulani ya utakatifu, lakini nikajichanganya nami nikaa kama wapagani. Bwana Yesu nisamehe. Mwambie Yesu akusamehe. Yeye yuko mahali hapa, yeye kazi yake ni kusamehe. Anaondoa dhambi kwa wote ambao walioshindwa. Anawasaidia. Ayuba akasema jinsi alivyomsaidia yeye asiyekuwa na nguvu, jinsi alivyomsaidia yeye asiyekuwa na uwezo. Ayuba aligundua kwamba hana uwezo, akaomba msaada. Mwambie Bwana naomba unipe msaada sasa. Mwambie Yesu nisamehe dhambi zangu zote. Huenda umekuwa unachelewa kwenye ibada, umekuwa hata sadaka hutoi, umekuwa hata zaka haulipi, umekuwa ni mtu ambaye umekuwa kama mpagani tu wa kawaida. Ukijiangalia kuvaa kwako ni kama watu wapagani, hauna tofauti na makahaba. Kuvaa kwako na wao mnafanana. Mwambie Yesu nisamehe. Mwambie Mungu naomba unisamehe. Utubu dhambi ili ukienda kumdai shetani vitu vyako asiseme wewe bado ni mtoto wake. Mwambie Mungu niondolee hizo dhambi ambazo bado zinanishinda. Huenda ni masengenyo, huenda ni tabia mbaya, huenda ni uongo, huenda ni wivu, ni chuki, ni hasira, ni visasi ndani yako una kusamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Basi baada ya kuomba hivyo, nenda mbele za Mungu sasa. Uanze kupiga milango yote ya kuzimu. Uende kuchukua vitu vyako vilivyoibiwa. Huenda kuna wengine mliibiwa ndoa, wengine mliibiwa watoto, wengine mliibiwa kazi, wengine mliibiwa sauti, wengine mliibiwa vitu vingi mbalimbali. Anza kuomba. Tunakwenda haribu, teketeza kila milango ya kusimvunja, choma, halafu chukua vitu vyako sasa. Uliyeibiwa vitu vyako, amuru vikurudie. Imeandikwa watu hawa ni watu walioibiwa, hakuna asemerudisha, hakuna aokoaye. Yesu yupo. Mwambie Bwana vitu vyangu vilivyoibiwa ninaomba virejeshwe. Amesema atakurudishia miaka yako iliyoliwa na nzige na balale na madumadu na tunutu. Anza kudai vitu vyako. Anza kuomba sasa. Yakabili malango ya kuzimu. Choma kwa moto. Ziko silaha mbalimbali. Tumia silaha za Bwana. Vaa silaha za Mungu zote. Anza kuharibu sasa. Anza kuchoma sasa. Anza kuteketeza. Dai vitu vyako sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Haya maombi ni maombi ya kuendelea nayo. Unapokuwa kwenye maombi yako, endelea kuomba maombi haya. Sio kuishia tu hapa. Endelea kuomba. Unapokuwa kwenye maombi yako, unakomboa vitu vyako, unatamka familia yenu. Maana wengine unakuta familia nzima ni walevi. Familia imeibiwa, imefungwa kwenye milango ya giza. Anza kuwakomboa ndugu zako. Anza kufanya vitu mbalimbali na utamwona Mungu. Mpaka hapo umejifunza nini? Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu wetu mwaminifu, Bwana mbaya, umetupatia muda wote ambao Mungu tumejifunza haya kwa Roho yako Mtakatifu. Asante Bwana Jehova Shama, maneno yako yapige mwili kwenye mioyo yetu. Najua shetani hataweza kuyaiba kwa sababu Roho wa Mungu, wewe ni Mungu ambaye upanda mbegu ndani ya udongo mzuri, wala yule mwovu hawezi kuharibu wala kuchukua chochote. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana, baraka zako zitamfunika kila mmoja wetu ambaye ameweza Bwana kusikia mafundisho haya. Asante Jehova Shama, Mungu wetu mwenye nguvu. Pokea Bwana utukufu, heshima na shukrani katika jina la Yesu Kristo. Amen.